Mojawapo ya kitu Mungu amezungumza kwa wingi na kwa undani zaidi. Nilikuwa shangaa siku moja nafanya sensa ya neno, kuangalia nilikuwa natafuta keyword kwenye maandiko. Mungu kila akiongelea kazi, kitu cha ajabu anatumia neno kazi za mikono. Ngapi mmeliona hilo neno mara nyingi? Na nilikuwa sielewi mpaka sasa hivi, sasa baada ya kufanya kaka utafiti kidogo ndio nikaelewa kwa nini Mungu anasisitiza kazi za mikono. Na jana nilikwambia ziko kazi za aina tatu. Kuna kazi za mikono au kazi za nguvu, kuna kazi za akili, alafu kuna kazi nyingine za ustadi. Lakini muda wote Mungu akiongelea kazi habadilishagi sentence. Kazi za mikono, iwe agano la kale iwe agano jipya. Hadi kwenye kubariki anasema nitabariki kazi za mikono yenu. Shetani anachokifanya kucheza na kazi, anaiondoa dunia kwenye kazi za mikono, anaipeleka kwenye kazi za akili. Alafu sisi baraka ziko kwenye kazi za mikono. Ukishaelewa tu kazi za mikono, kama ukielewa tu kazi za mikono, utakuja kugundua hauhitaji mtaji, hauhitaji chochote, huhitaji connection, huhitaji sijui vyeti, huhitaji nini, unahitaji mikono kufanya kazi. Wenye mikono naomba tunyoshe namna. Kwa hiyo wote hapa tuna kazi. Wote tuna kazi. Tukiondoka kwenye pressure za mifumo, tukiondoka kwenye ujinga, tukafungua macho, tukaamua kuishi tunavyotakiwa, tuna kazi. Hata mwingine akiondoka hapa anaweza kawa na kazi. Kinachokusumbua unaona kazi hazipo, unataka kung'ang'ana kupata kazi kwenye mifumo ambayo haikutaki. Umekaa mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, unalalamika kazi haina, wakati